Tunamtukuza Mungu sana kwa kuwa na wachungaji ambao wametambulishwa. Tukianza na mchungaji wa mtaa huu, rafiki yangu Pastor Joshua, kiongozi wetu wa jimbo, pamoja na wachungaji wengine wote tutakaoshirikiana. Jina la Bwana litukuzwe sana. Kwaya, asanteni kwa wimbo. Wimbo wenu ni mzuri na ni baraka. Maombi yetu kwa mafundi mitambo yaendelee kama tulivyokubaliana jana, ili kuitunza na kuhifadhi sauti yangu. Amen. Hebu niwalike tusimame kidogo. Simame kidogo, na wale watu wangu wa jana njooni. Tuimbe tena damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Sijui utaniongezea bezi kwenye monitor. Damu ya Yesu inatakasa kabisa. Mimi leo ndio nitaimbisha, alafu mchana hawa wataimbisha, watakuwa wameshafanya zoezi. Amen. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu usafisha kabisa. Nguvu za shetani zimeshindwa, nguvu za shetani zimeshindwa, nguvu za shetani zimeshindwa. Asifiwe Mwokozi. Nguvu za shetani zimeshindwa, nguvu za shetani zimeshindwa, nguvu za shetani zimeshindwa. Asifiwe Mwokozi. Jina lako litukuzwe Mfalme. Usimame katikati ya mkutano ukitubariki na kutuongoza kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe mkutano. Tunaanza safari yetu mchana wa leo na itaendelea mpaka tutakapoyahitimisha makambi yetu. Naomba nipate yule mtu ambaye mnamwamini kabisa hapa kanisani akisoma mafungu ya Biblia anajua mahali pa kituo, pa koma na pa kupause.
na hana kigugumizi, huyo nijue alipo kabisa, ili afanye zoezi hilo. Na hata kama watakuwa wawili kwa kushirikiana ni sawa, maana neno la Bwana tutalihubiri kwenye mikutano hii. Amen. Je, huyo yuko wapi? Yuko wapi? Yuko hapo. Asante sana, asante sana. Hebu twende Mathayo 24 hiyo na lile fungu la 14 tulisome tena. Hapo neno la Bwana linasema, inatakiwa kuwa speed kidogo, kwa hiyo nakutia moyo. Inasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapofanya nini kanisa? Utakapofanya nini? Kuja. Sasa nataka uweke pause kidogo, nisikilize vizuri. Yesu wakati anaongea hayo maneno, alikuwa anaongea kipindi ambacho kuna kelele bado, nisaidie kuweka vizuri vyombo hapa. Kipindi ambacho hakuna warokore. Kwani warokore walikuwepo? Warokore walikuwepo wakati huo? Wa Pentecost walikuwepo? Wakatoliki walikuwepo? Kulikuwa na wakatoliki wakati Yesu anaongea hapa? Wakati Yesu anaongea, Wakristo wa kweli waliokuwepo ni watunza Sabato. Kwa hiyo anaposema habari njema ya ufalme, hebu si kama nikuzima hiyo mic ama utabadilisha position iwe opposite na monitor speakers, I don't know. Anaposema habari njema ya ufalme itahubiriwa, ndipo ule mwisho uje. Usije ukafikiri anasema mpaka watu wote wajifunze, wafu hawaendi mbinguni. Usije ukafikiri anamaanisha mpaka watu wafundishwe Sabato ya kweli ni Jumamosi. Usikimbilie huko, maana wakati Yesu anayasema hayo, Wakristo wote walikuwa wanatunza Sabato. Kama unaanza kunielewa sema amina. Wakati Yesu anayasema hayo, hapakuwa na watu wanakula nguruwe. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo ajenda iliyoko hapo, ajenda ya kwanza iliyoko hapo sio church doctrines. Ajenda ya kwanza iliyoko hapo ni the good news of salvation. Bwana asifiwe sana. Na wiki hii hiyo ndiyo tutajifunza kwa jina la Bwana. Sasa kabla hujaelewa the good news, leo nitaanza na the bad news. Ninaanza na nini? The bad news. Hiyo ndio naanza nayo. Na the bad news inaanzia kwenye Warumi sura ya 3 na fungu la 23. Twende msomaji hapo. Warumi 3:23 inasema, anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi. Watu waliruta satellite. Anasema kwa sababu wangapi? Tutakuwa tunaongea wote, hamwezi kunipa kazi ya kuongea peke yangu. Kwa sababu wangapi? Wote wamefanya nini? Dhambi. Na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na walipofanya dhambi, hao wangapi? Wote wamepungukiwa na utukufu wa nani? Hiyo ndio the bad news. Hiyo ndio habari ya kwanza mbaya. Maana habari yenyewe inasema ni wangapi? Inasema ni wangapi? Sasa rafiki yangu njoo. Simama hapa. 1, 2, 3 hapa. Naomba unisaidie kitu kimoja.
Nisaidie kushika ile taa pale unipatie. Si mnamuona amekataa? Si mmemwona amekataa? Kwa nini umekataa mimi nakutuma? Siwezi kafikia. Mimi nataka taa. Labda nitafute vitu nipande. Mnamuona huyu amekataa kunipa taa? Mbona huyu mtu ana tabia mbaya kiasi hiki? Amepungukiwa. Lakini nia anayo, lakini hawezi. Hiyo ndio habari mbaya sana. Naenda ukae rafiki yangu. Mwanadamu alipoingia kwenye dhambi hawezi kabisa kumwonyesha Mungu kila anachokitaka. Mungu anataka taa, jamaa anasema hawezi. Hiyo ni habari mbaya. Wanaonielewa waseme amina. Ngoja niwasogelee kidogo. Na anasema, si kwa nini nimekuchagua wewe uje tena. Na anasema wangapi wametenda dhambi? Wangapi wametenda dhambi? Wewe una wajukuu wangapi? Labda utakuja, sina kosa. Una wajukuu wangapi kwa sasa? Sina. Hauna? Unajua mpaka wajukuu wake ambao hawapo leo wanaingia kwenye hiyo verse. Did you know that? Halo? Wote wamefanya dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ni nini? The glory of God. Utukufu wa Mungu ni kile Mungu anachokitaka kwa mwanadamu. Unajua ukisikia hawa wazee hawa wamekaa chini wakasema tutafute simu inaitwa The Good News about the great controversy. Haikuwa kitu kidogo. Kwa hiyo basi, wakati Adamu anapigwa lile shambulio zito pale, wakati shetani anapigwa, wakati Adamu anashambuliwa kwa kuingizwa kwenye dhambi, kizazi chote cha wanadamu kilitekwa. Kilifanya nini? Kilitekwa. Na hata katikati ya hayo yote magumu, there is a good news. Haleluya. Katikati ya huo ugumu, kwamba mwanadamu amekuwa mfupi, very short, hawezi kufikia Mungu anachokitaka, lakini huyu Yesu huyu, haleluya, alikuja kuweka mlango wa kutokea. And this week kazi yangu ni kuonyesha huo mlango, na huo mlango tukiuona ndio unaitwa the good news in this great controversy. Wakati Mungu anataka kumuumba mwanadamu, Lucifer alijenga kiburi ndani yake. Si wote tunajua? Na by the way, hiyo ndio mwanzo wa the great controversy kule mbinguni. Wakati Lucifer ameanza kutamani kuwa kama Mungu wake. Anatamani kuwa kama nani? Mungu. The spirit iliyokuwa developed kwenye nafsi ya Lucifer inaitwa the I spirit. Mimi. Ni spirit ya, mbona msemi ni spirit ya nini? Mimi, I. Na alikuwa mwelevu sana, kiasi ambacho hata malaika mbinguni hawakuelewa. Na unajua Mungu
akagundua. Halo? Na kwa hiyo Mungu alikuwa na option mbili. Let me give you the introduction of the great controversy before we go to the good news and go deeper to the bad news. Hebu jua kidogo hii utangulizi uelewe vizuri. Mungu akajua kwamba tayari kwenye moyo wa Lucifer there is a problem. Wakati huo viumbe wengine wote hawajui. Na Mungu akawa na option mbili. Hivi nimesema option ngapi? Option ngapi? Ya kwanza, amuue shetani pale pale kabla hajaendelea na mambo yake, si ndio? Lakini Mungu angefanya hivyo kama Mungu angefanya hivyo, moja, asingekuwa Mungu mwenye upendo. Si ndio? Lakini mbili, angeeleza nini kwa viumbe wa mbinguni? Angetoa sababu gani? Maana wao hawajaelewa tatizo. Nakupa mfano tu. Wewe ni mama nyumbani pale, una watoto 10. Nimesema watoto wangapi? Alafu ukawaambia msilambe sukari, msilambe. Alafu mtoto mmoja akalamba sukari wakati ambako wenzake wote hawajamuona, ila mama ameona. Mmenielewa? Mama amefanya nini? Au baba ameona, watoto wengine wote hawajaona. Alafu jioni mama au baba akirudi anasema, watoto wote panga mstari hapa. Mko wangapi? 10. Haya, wewe sogea mbele. Umelamba sukari, nileteeni panga. Akakata kichwa. Halafu mimi naanza kuambia watoto, huyu alilamba sukari. Mtoto anajitetea anasema, mimi sijaramba. Hawa watoto watamwamini huyu mtoto au huyu baba? Watachanganyikiwa, maana hawakuona, si ndio? Halo? Alafu hata kama kweli amelamba sukari yule mtoto, halafu akauawa, watoto wote mbinguni watabaki watoto wote wa huyu baba watamheshimu baba kwa uoga. Mmenielewa? Mmenielewa? Kama Mungu angemaliza shetani pale pale, viumbe wote mbinguni wangemwabudu Mungu. Lakini kwa nini? Kwanza wangesema ameanza shetani, kesho anafuata nani? Sikilizeni, nataka wiki hii kisha muelewe hivi. Mungu hataki mtu yeyote amwabudu kwa uoga. Mungu anataka tumwabudu kwa furaha, kwa sababu tumeelewa yeye ni baba. Haleluya! Kwa sababu tumeelewa ni Mungu mwenye upendo. Ibada zote zinazotokana na kulazimishwa, kushurutishwa, kubembelezwa sio ibada ambazo Mungu anazifurahia. Ndiyo maana nataka wiki hii tumuelewe Yesu na upendo wake. Tukishauona upendo wake akituita, twende sisi na vyote tulivyo navyo. Wote mnajua kwamba baadaye Lucifer alifukuzwa wapi? Ila pa kwenda alitafuta mwenyewe. Mmesikia nilichokisema? Alifukuzwa wapi? Pa kwenda akatafuta mwenyewe. Na kama hamkujua, leo nawaambia, wala hata kuanzia duniani, alianza kuzunguka kwanza kwenye malimwengu mengine, ajaribu kuwadanganya. Na wakati huo malimwengu mengine yalikuwa na viumbe wengi. Kwa hiyo angependa kutawala mahali penye viumbe wengi. Wakati huo dunia yetu ina wakazi wangapi tu? Adam na nani? Na Hawa. Akazunguka huko anawadanganya. Na unajua kila malimwengu yale ambayo Mungu aliumba, aliweka mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Wenzetu kwenye malimwengu yale walimkatalia shetani, wakamwambia no, hatuwezi. Mishoni akiwa amekata tamaa,
alitoroka wenzake akarudi mbinguni. Halo? Akataka kujaribu kuongea na Kristo aone kama anaweza kurudishwa wapi. Ellen White anaandika mambo mawili. La kwanza, alipofika maeneo yale, Yesu akausoma moyo wa Lusifa, ukaonekana bado ni wenye uovu mwingi. Lakini la pili, Lusifa mwenyewe akajiangalia, akagundua hafiti kabisa. Ndipo akarudi kufanya shambulio la mwisho duniani. Na shambulio la duniani ilikuwa ni kufa na kufanya nini? Ndio shambulio lake la mwisho. Na Mungu alikuwa amekwisha kuwaambia wale wazazi wetu wa kwanza, jambo la kwanza, msitengane. Jambo la pili, yashikeni yote ambayo Mungu aliwaambia. Unajua najenga foundation ya wiki nzima. Bwana asifiwe sana. Yashikeni yote niliyowaambia. Ilikuwa ni siku moja tu. Siku moja tu. Mwanzo sura ya 3 hapo tunapoiona hiyo the bad news kwanza. Mwanzo sura ya 3. Ilikuwa ni siku moja tu hapo. Hawa ameamua kutembea peke yake. Na unajua Mungu akamkumbusha, akamwambia mbona uko peke yako? Lakini Hawa moyoni tu akasema no, I will be very careful. Nitakuwa makini. Akaendelea. Mwanzo sura ya 3 ndipo anakutana uso kwa uso na kiumbe aliyeasi. Na hapo kuna kitu cha msingi sana na kitafuta asubuhi ya leo. Nikikipata hicho nitakuwa nimepata msingi wa kuendelea mchana. Mwanzo sura ya 3 anasema, anzia fungu la kwanza. Fungu la kwanza anasema basi nyoka alikuwa mwerevu. Nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Ndio. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu? Msile matunda ya miti yote ya bustani? Ndio. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula. Matunda ya miti ya bustani tunaweza kula. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, ndio, Mungu amesema msiale wala msiaguse. Mungu amesema msifanye nini? Msiale. Wala msiaguse. Msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo, mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke akafanya nini? Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, alipoona mti unafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, ndio, basi alitua katika matunda yake akala. Na akafanya nini tena? Akampa na mumewe, naye akala. Nisikilizeni watu wa satellite Lilota, nisikilizeni vizuri. Hicho kisa mnakijua. Mnakifanya nini? Ajenda yangu ni kitu kidogo tu hapo ndani. Nisikilize vizuri. Hii ni kaunti gani? Nairobi. Nairobi County. Akaja mtu mgeni akauliza, eti hii ni kaunti gani? Ukamwambia nini? Nairobi. Akaambiwa Nairobi County. Halo? Si ameambiwa jamani? Si ni ukweli kabisa? Si ndio ukweli wote huo? Alafu kesho yake akasema, hivi yule wa jana ameniambia ukweli ni Nairobi County kweli? Hapana, ngoja niulize tena. Hii ni kaunti gani? Machakos County. Machakos. Kumbe yule wa jana mbona mmalizi? Yule wa jana ni mwongo. Mungu amewaambia mkila mtafanya nini? Mtakufa. Akapatikana mwingine akawaambia mkila hamfi.
akawaongezea na favor nyingine, mtafanana na Mungu. Huyu wa pili akasema ni Machakos, kuwa makini, watu hapa ni waongo sana, wasije wakakudanganya. Hapa tuko Machakos County. Kwa hiyo nikatembea kifua mbele, nasema sijawahi kuona mtu muongo kama Mtugi. Yule ni muongo. Wakati Eva anakula lile tunda, mambo mawili yalikuwa kwenye maindi yake. Jambo la kwanza, Mungu sio mkweli. Mungu sio mkweli. Jambo la pili, nataka kuwa kama Mungu. I want to be like God. Na mimi niwe kama, maana si wameambiwa watakapokula watafanana nani? Kwa hiyo wakati Eva nakula mambo mawili haya, la kwanza, Mungu sio mkweli, na tafsiri yake Mungu haaminiki. Halafu la pili, mimi Eva, niwe kama Mungu. Niwakumbushe tu kidogo, hiyo haikuanza kwa Eva, ilianza kwa Lucifer, kuwa kama Mungu. The spirit of I, kuwa kama Mungu. Tanielewa tu. Bwana asifiwe sana. Hayo ndio mambo mawili anatembea nayo, na anakwenda mpaka kwa Adam anapofika. Kwa hiyo ukiulizwa kwa Eva, kitu gani Eva amenyang'anywa na adui? Kitu gani amenyang'anywa na adui? Amenyang'anywa imani ya kweli kwa Mungu. Kabla hujatenda dhambi yoyote, kwenye pambano kuu, kwenye great controversy, cha kwanza ambacho adui lazima afaulu kukunyang'anya ni imani yako kamili kwa Mungu. Ukisikia mtu anadanganya, anakuja hapa kanisani, anaulizwa baada ya dakika ngapi utafika hapa, anasema dakika 5 tu, lakini moyoni anajua ni 20 minutes. Cha kwanza alichonyang'anywa na adui ni imani kwa Mungu. Adui amemwambia usimwamini Mungu. Ukisema 5, ukifika wale wazee wa kanisa watakugombeza, watakutukana. Waambie tu 5 minutes, usiwaambie 20. Cha kwanza adui alichofaulu ni kuondoa imani. Kwa hiyo akaondoa imani kwa Mungu kwa Eva. Twende kwa Adam tumkague. Adamu anapopewa yale matunda, anagundua ndiyo matunda ambayo Mungu alisema yasiliwe. Na anamuuliza mke wake, kwa nini umekula? Mke anajitetea. Adamu mambo mawili yakaja kichwani mwake. La kwanza, this is my wife, mke wangu huyu. Sasa kweli Mungu atanipatia mke mwingine? Maana huyu ni kama ndio ameenda hivi. Hapana, ngoja tu na mimi nifanye nini? Nile. Kitu gani kimeibiwa kwa Adamu? Imani. Ya kumwamini kwamba Mungu ni mwaminifu, anaweza kushughulika na hili tatizo kwa mimi kubaki na imani ya kweli. Kwa sababu lazima tukubaliane, mwanaume hakudanganywa. Uongo kweli? Mwanaume alikula kwa hiari yake mwenyewe. Ndivyo Paulo anaandika, aliyedanganywa ni mwanamke. Kwa hiyo kwenye pambano kuu, cha kwanza kinachoshambuliwa ni imani. Ndio maana mpaka Yesu anaondoka hapa duniani, anawatazama wanafunzi, anawatazama na mitume, anauliza, anasema, je, mwana wa Adamu atakaporejea ataikuta imani? Kwa hiyo shetani aliwakamata wazazi wetu wa kwanza, Adam na Hawa, akawatumbukiza kwenye shimo refu. Wakati huo hawana mtoto hata huyu. Si wangekuwa na mtoto wa kiume na wa kike, wale watoto angalau si wangeoana, si ndio? Kwani nyinyi hamkujua kama sisi uzao wetu wote umetokana na watoto wa Adamu wa kike na wa kiume walioana? Hata mnashangaa hiyo. Bwana asifiwe sana.
wa Adamu walizaa watoto wa kiume na wa kike, wakaoana. Mmekasirika? Walioana, ndio maana watu wakazaliwa wakaongezeka. Tumeelewana? Kama angekuwa na watoto wa kike na wa kiume kabla dhambi haijaingia, si hao wangeoana na uzao wao usingekuwa na dhambi. Si mmenielewa? Lakini shetani alitarget wakati ambako hakuna mtoto hata huyu aliyezaliwa. Kwa hiyo Adamu alipopigwa, wakapigwa wangapi? Wote waliokuwa ndani ya Adamu. Hiyo ni the bad news about the great controversy, ya kwamba wote walipigwa ndani ya Adamu, na kwa sababu hiyo hawana uwezo wa kushika nini? Taa. Hawana uwezo wa kumpa Mungu nini? Utukufu. Wamezama kwenye shimo baya. Nikana kwamba hivi, naomba nitoe huu mfano alafu nimalize hubiri la asubuhi ya leo. Nikana kwamba hivi, shetani alimkuta Adamu, akamkamata, akafunga mikono yake kwa pingu. Alipofunga mikono yake kwa pingu, huo ni mfano tafadhali. Alipofunga mikono kwa pingu, akamfunga na miguu, akamleta kwenye jengo kama hili. Ashumu halina madirisha, ashumu halina milango mingi, lina mlango mmoja peke yake, halafu lina mwanga. Shetani alichofanya, akazima taa, pakawa na giza nene. Shetani alichofanya, akamweka Adamu katikati, akashindwa kumhudumia, akamwacha hapo ndani. Na shetani alichofanya, akaiondoa akili ya Adamu itoke kumwelekea Mungu, kumwelekea shetani. Na kwa hiyo mwanadamu akawa kwenye giza nene. Na shetani alipomwacha hapa Adamu, akaenda kwenye ule mlango, akafunga kwa kufuli zito na komeo zito. Alafu alipotoka nje ya mlango, akaweka pose, yeye na malaika zake. Wanasema, Adamu ni wa kwetu, tumemkamata. The good news of the story, Yesu akaja kwenye bustani, anasema, Adamu uko wapi? Adamu amechanganyikiwa, amefungiwa kwenye giza. Ndipo Yesu akamkamata shetani pale kwenye mlango, akamwambia, achia funguo. Akamfukuza yeye na malaika zake wote. Kwa nguvu na uwezo akafungua ule mlango. Haleluya! Anapofungua mlango, anakuta ndani ni giza. Adamu amechoka, mikono imefungwa, miguu imefungwa. Anamwambia Adamu, njoo. Adamu anasema, sielewi. Akili yote imeelekezwa isimwelekee Yesu, na kwa hiyo Yesu akageuza akili ya Adamu kwanza, ikamwelekea Bwana. Haleluya! Alipoigeuza, akamwambia Adamu, njoo. Akamwambia, ndio, niko tayari kuja, niko tayari kushika taa, lakini uwezo sina. Ndipo Yesu mwenyewe akawasha taa ndani ya giza, pakawa na nuru. Haleluya! Alafu akatembea mwenyewe mpaka Adamu alipo, maana amefungwa miguu, hawezi kutembea. Alipofika akamwambia Adamu, panda mgongoni. Adamu anasema, siwezi, nimechoka. Ndipo Yesu mwenyewe akainama, akambeba Adamu mgongoni, akamfungua pingu, akatuokoa. Haleluya! Na hiyo ndiyo the good news in the great controversy. Dhambi ilikuja ikatupiga. Waimbaji wameimba wimbo wa pekee, wanasema dhambi ilitufanya tuwe nini? Nimesema tuishi maisha chini ya nini? Ya kiwango. Mmesikia wimbo hapo? Dhambi imetufanya hatuwezi kushika nini? Taa. Imetufanya tuishi maisha chini ya kiwango. Lakini ashukuriwe Yesu aliyeleta mlango wa kutokea. Na huo mlango wa kutokea wa Yesu Kristo ndio unaitwa habari njema ya ufalme. That is the good news, ya kwamba pamoja na dhambi kuwa imeingia ikaharibu kila kitu, yuko Yesu aliyefungua njia na mlango ukawa wazi. Hilo ndilo tumaini letu, na litaendelea kuwa tumaini letu wiki hii
na maisha yetu yote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Asubuhi ya leo ukisema, Mungu nisaidie kuelewa habari hizi njema na kuziishi kwa upendo wako. Tawala moyo wangu. Inua mkono wako juu namna hii. Simama pamoja na mimi. Yesu anasema wewe huna nguvu. Waimbishaji, njooni kesha ukaombe na uje mwanangu. Yesu anasema wewe una nguvu. Kesha ukaombe. Kesha ukaombe na uje mwanangu. Na uje mwanangu. Alilipa bei. Alilipa bei. Nawiwa naye. Dhambi ilitia wa. Dhambi ilitia wa. Aliondoa. Beti wa mwisho, ninaposimama juu ya mawingu, juu ya mawingu, taji nitaweka miguuni pa Yesu. Alilipa bei, nawiwa naye. Dhambi ilitia wa. Aliondoa. wanaliruta. Niwaambie mambo mawili tu. Wanaliruta satellite. Kwanza, nawashukuru mmekuja wengi, lakini la pili, Bwana atawafunulia wokovu mkamilifu na ushindi tulionao katika Kristo. Atatuonyesha kwa kina kwa nini haiwezekani tukashika ile taa. Haiwezekani. Hata ningekuwa mhubiri kama mimi, siwezi kushika taa, na Mungu anataka taa ishikwe, na uwezo hatuna, lakini Yesu ndiye the good news kwenye kushika ile taa. Baba, ulitukuze kanisa lako, wapatie amani watu wako. Ndiyo kwanza ni utangulizi, hata hakuna mtu anajua tunaelekea wapi, lakini wakusanye kila siku, ili kambi linapoisha wasikie ujumbe utakaowapa furaha mpya na uhakika wa kukuona ya pili. Ponya majeraha ya watu wako, wakumbushe unawapenda na umepanga kuwapa uzima wa milele. Bariki mchungaji wa mtaa, bariki wazee wa makanisa, washiriki wote wabariki. Ukubali kuyajibu maombi yetu. Ndilo ombi letu na tumaini letu lisiloyumba, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mkutano, amen. Amen. Asanteni sana.